Watazamaji wa media yetu ya KEMETZ, leo mtaalamu wenu Dr. Kenny nitawapa elimu juu ya ugonjwa wa homa ya ini. Nitawapa kwa kifupi sana. Nitawapa in short kwamba nini maana ya homa ya ini, kwa maana hepatitis kwa lugha ya kimombo au lugha ya kitaalamu. Pia tutaenda kuona visababishi na magonjwa hayo ya homa ya ini yamegawanyika katika aina ngapi. Huenda ukawa unajua, basi leo nakupa hii elimu. Kama tunavyofahamu, huu ugonjwa wa homa ya ini umekuwa maarufu sana hapa Tanzania, nchini kwetu kwa ujumla. Tunapozungumzia homa ya ini kwa maana ya hepatitis, maana yake kwamba ini linakuwa limeshambuliwa na vitu tofauti tofauti, ikiwemo virusi, ikiwemo kemikali. Kemikali inaweza ikawa pombe au ikawa sumu au ikawa dawa. Vimelea inaweza ikawa bakteria au virusi. Kwa hiyo lile ini linapoteza ufanisi, linaharibika. Likishaharibika, sio kuharibika kivile kama unavyoona nyama ya kuku imeoza au imefanya nini. Kwa maana ufanisi wake unapotea. Ufanisi ukishapotea, basi ndo dalili sasa unaanza kuzipata wewe mhusika ambaye una changamoto ya hiyo homa ya ini au kwa maana hepatitis. Kwa hiyo sasa visababishi vyake ni hivi navyoenda kuvitaja. Vipo vingi ila nitavitaja hivi vifuatavyo. Cha kwanza kabisa ni virusi. Na hapa kwenye virusi kuna virusi A, B, C, D na E. Kama nitakuwa nimesahau kirusi kingine utanitajia hapo chini. Mtu ambaye anapata maambukizi ya hivyo virusi ambavyo ndo tunaviita hepatitis virus A, manake anakuwa anaumwa ugonjwa wa homa ya ini uliosababisha na kirusi A cha hepatitis. B, C, D hadi E alikadhalika. Na pia kisababishi kingine inaweza ikawa pombe, kwa maana alcohol. Wale wazee jamaa zangu wale wazee wa mitungi pia mnaangukia hapa. Kingine inaweza ikawa kemikali, alafu kingine inaweza ikawa drugs kwa maana dawa. Basi hivyo ndivyo visababishi vya homa ya ini. Twende tukaone sasa yani homa ya ini ina makundi mangapi. Homa ya ini ina makundi kama matano hivi, nitataja lakini haya machache. Ya kwanza kabisa, kundi la kwanza ndo tunaliita viral hepatitis, kwa maana hepatitis due to viral infection. Umeona, kwa maana hapa homa ya ini inayosababishwa na virus kama nilivyowaambia kule mwanzo. Kundi la pili ni tunaita alcoholic hepatitis au hepatitis due to alcohol. Sawa. Kwa hiyo hapa ni ile homa ya ini inayotokanwa na unywaji wa pombe. Kundi jingine sasa tunaita drug induced hepatitis, kwa maana hapa ni ile hepatitis inayosababishwa na madawa. Hapa madawa yanaweza yakawa ya hospitali au yakawa yale madawa ya kulevya. Kundi la mwisho ambao naweza nikalisema ni tunaita amoebic hepatitis. Sawa, kwamba ni ile hepatitis inayotokana na mdudu anaitwa amoeba. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya makundi
yanayoweza kusababisha homa ya ini mwilini. Sawa na niwape tu kakitu kadogo kwa ufupi kwamba tunapozungumzia sababu muda mwingine zinaweza zikawa zinaendana kama na jinsi zinavyosambazwa. Kwa twende tukaone hapa hii homa ya ini ukiacha sababu zinaweza zikasambazwa vipi. Hapa nitazungumzia kama ifuatavyo. Kuna hii tunaita hepatitis B. Hii ndiyo homa ya ini maarufu kuliko zote. Alafu inakuja ya pombe. So umenielewa? Kwa hiyo hii homa ya ini hepatitis B, homa ya ini B inayosababishwa na kirusi au virusi B. Hii ndiyo husambazwa kwa njia ya kujamiiana. Ukiacha kujamiiana, hata pia kwa njia ya kugusana, hata kwa njia ya kupeana mabusu. Kwa maana hivi virusi vya B vyenyewe hukaa kwenye vimajimaji ambavyo vinaweza vikawa hivyo vimajimaji mate au majimaji yale yanayopatikana kwenye uke wa mwanamke au majimaji yanayopatikana kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kwa hiyo hepatitis B ndio inaweza ikasambazwa kwa mfumo huo. Alafu pia kama tunavyofahamu kuna hiyo B, C na D pia yenyewe inaweza ikasambazwa kwa kupitia damu. Kwa maana hapa ile B imeongezeka, ipo kama kawaida imeongezeka C na D. Kwa hizi zenyewe zinaweza zikasambazwa kwa kupitia damu. Kwa maana wewe umejikata na mwenzako amejikata, basi anaweza akakuachia hiyo hepatitis B, C na D. Pia kingine kuna hepatitis nyingine unaweza ukaipata kupitia chakula. Hapa namaanisha kuna virusi ambavyo vinapatikana kwenye chakula ukiacha wale amiba. Japo amiba nao wanapatikana kwenye chakula, lakini hichi kirusi A pia kinapatikana kwenye chakula na maji. Ila amiba anapatikana kwenye chakula, tukimaanisha mboga za majani na matunda. Cha mwisho au viwili vya mwisho ndo vile kwamba ukinywa pombe basi unakuwa kwenye hatari ya kupata hiyo hepatitis. Kwa maanake ile hepatitis inayotokana na pombe maanake inasambazwa kwa kunywa pombe. Na pia wakati unakunywa pombe pia unapata hatari ya kupata ile hepatitis zile nyingine zile za virusi. Kwa kama mwenzako anavyo, alafu mnashare kile kikombe au mnashare mnachangiana ile chupa kwamba yeye anakunywa na wewe unakunywa, basi anakuwa kwenye hatari ya kusambazia ile ya virusi. Lakini kama unakunywa tu wewe peke yako, chupa yako, kikombe chako, ndio unakuwa kwenye hatari ya kupata hiyo hepatitis inayosababishwa na unywaji wa ile pombe au zile content, kwa maana zile chemicals zilizopo kwenye pombe. Natumaini mtakuwa mmenielewa, mmepata elimu ya kutosha. Tukipata nafasi tutakuja kusoma hepatitis B peke yake na kuona dalili. Tukipata nafasi tutakuja kusoma hepatitis. Hapa namaanisha kwamba homa ya ini inayosababishwa na virusi aina ya B kwa maana hepatitis B. Pia tutakuja kuona homa ya ini inayosababishwa na pombe kwa maana alcoholic hepatitis. Hizo ndio maarufu. Tukipata nafasi tutakuja kuzisoma hizo. Bila kusahau mlikuwa na mtaalamu wenu Dr. Kenny kutoka KemeTZ Media. Usisahau kusubscribe, usisahau comment. Pia wasambazie wengine waweze kupata hii elimu ili waweze kujua kuhusiana na mambo ya afya. Asanteni sana.